homework ya kujiuliza. Ukienda nyumbani kakae, uwe ni baba uwe ni mama, unajua kiasi gani vitu ambavyo ametunza kwa watoto wako. Na ndio maana ule uzito, ule namna ya kuwalea, unalea kibinadamu. Kuna namna ambavyo mtoto unamlea kulingana na kile ambacho Mungu ameweka. Na hata ukaribu wako hauwezi kuwa sawa kwa mtoto wa kwanza na mtoto huyu. Ule ukaribu unaamliwa na nini mbingu zimeweka. Ukiwa sawa, Mungu atakwambia kabisa huyu aende njia. Waangalia watoto 12 wa Ibrahimu, wa Yakobo. Kila mtoto alikuwa na kitu cha kwake. Nasemaje? Unajua Mungu ametunza nini? Amewekeza nini kwa ajili ya uzao wako? Hata kama utazaa mwaka ujao au miaka 10 mbele, kilo sio nyanya za kuoza, vinaishi. Unaweza ukaomba leo. Haya maombi ya kuanzia leo mpaka Yesu anarudi. Yoshua alipokuwa ameuteka ule mji, akasema atakayeinuka akajenga hapa, atajenga msingi kwa kufiriwa, kwa sababu kuna kitu cha kiroho kipo pale kimekataza. Na ndio maana kuna nyumba unaweza kaenda ukarudisha, ukaamua tu kuondoka hata bila kudai kodi uliolipa, kwa sababu kuna kitu cha kiroho kimekaa. Simama mahali ulipo. Swali langu kubwa kwenu watumishi wa Mungu nyenye mliokoka, unajua Mungu ametunza nini kwa ajili ya watoto wako? Ni muhimu tuombe kwanza kwa ajili yako. Maombi haya, Yesu akupokee, Yesu aingie ndani yako, ili haya tutakayoomba yapate nafasi kubwa, kwa sababu kama hujampokea Yesu, haya tunayofundisha hayawezi kufanya kazi huko. Kama yupo ambaye hajaokoka, nasi pia kuitwa na sauti yako. Kama yupo ambaye hujaokoka, karibu. Safiwe kwa damu ya kwako, nimesogea